Kisasi cha ngono, watoto wa nje ya ndoa. Kisasi cha ngono, watu kulipiziana. Kisasi cha ngono. Nyamaza kwanza. Shida nini? Mbona unalia peke yako? Unalia nini dada? Basi nyamaza. Unalia nini? Nanangu, acha tu. Mimi napitia maisha magumu sana. Mimi nilikuwa naishi na mamangu. Mamangu kaolewa na baba ambaye sio babangu mzazi. Lakini amekuwa akinifanyia vitu ambavyo sio. Baki imefika hatua leo kaniingilia mimi kimwili. Nikiwa bafuni. Nimeamua kuondoka nyumbani. Kwa sababu mimi siwezi kuishi na baba ambaye anamuingilia na mamangu hapo na mimi. Haiwezekani. Sawa, unaondoka kwani unaelekea wapi? Sijui hata ninapoenda ni wapi dadangu. Nyamaza dadangu. Nisikilize nikwambie. Mimi maisha hapa mjini najua. Na yafahamu vizuri. Sasa dadangu, mimi nina chumba changu kimoja tu hapa. Na naishi peke yangu. Kama hautojali naomba nikuchukue kaishi kwangu. Kweli? Kweli. Utakapokuwa sawa, mamako nitakapokutafuta utaenda. Basi usilie mama. Sawa. Hamna shida. Lakini naomba uwe mwaminifu kwangu. Usijali. Basi nashukuru sana. Ndugu zanguni, mweteni hapa kwa sababu hili swala nahitaji tutimize kimya kimya. Ndio maana hapa huoni mjomba, huoni shangazi, huoni bibi wala babu, kwa sababu sijahitaji mambo mengi. Siku ya tukio Meshaki, nikusikia wewe ukisema kwamba unajua kila kitu kuhusu ndugu yangu. Kwa hiyo nimewaiteni hapa ili kwamba uweze kutuelezea, ili sisi tujue kwamba kilikuwa ambacho kilimsibu mpaka ikafanya ikatokea hali kama ile. Kwa hiyo bwana, karibu sana utujuze kitu ambacho kilijua kuhusu ndugu yangu. Niambie. Naongea na wewe ndugu yangu. Lakini shemeji, yaani mbona mimi wangu nilikuwa naishi naye tu vizuri? Yaani hakuwa naumwa kitu chochote kile, hakuwa naumwa homa labda au matatizo mengine yoyote yale. Mimi nilikuwa naishi naye tu vizuri pale nyumbani. Alafu kingine, ile siku ya tukio, nilikuwa zangu nyumbani. Lakini alikuja mtoto akaniita kwamba mama yako kule kaanguka. Ikabidi mimi niondoke mbio mbio. Nadhani huyu atakuwa sipendi aliongea kwa sababu alikuwa na hofu. Ni sawa, mimi hatujui, lakini anajua ni hapa kwa sababu yeye ndiye aliyesema siku ile kwamba anajua kila kitu. Wewe ndio unaona kamteni hapa ili basi mimi na wewe tusikilize. Kwa hiyo tumsikilize mwenzewe nani? Mjuaji wa hayo mambo. Endelee.
Ongea usiwe na wasiwasi. Kiukweli kaka, marehemu siku 10 nyuma Dandu aliniita nyumbani kwake. Nilipofika pale aliongea vitu vingi sana, ila kitu ambacho mimi nimekichukua kwenye uzito ni aliniambia kuhusiana na dalili za gono. Lakini Meshaki, kwa unataka kuniambia kama mdogo wangu amekufa sababu ya gono? Kweli? Lakini gono alikaza tu uratibika. Aliongea vitu vingi sana, ila swala ambalo nalikumbuka mimi nimeona kama lina uzito ni swala la shemeji. Siku 3 nyuma alikuja nyumbani geto kwangu kule saa 3 usiku. Nikamuuliza, bwana kaka, sasa hivi ndoa yako bado changa kabisa, usiku huu wote unafanya nini mpaka dakika nje? Kaniambia, bwana nimechelewa kutoka kwenye mpira, lakini shemeji yako akataka kunifungulia mlango. Kaniambia nikalale huko huko. Anasema kwamba yeye akimuomba shemeji tendo la ndoa, shemeji anaambia, wewe usiniambia mimi na gono, nenda kalale nao ambao hawana. Naona bwana, ukichanganya matukio hayo ambayo mke wake alikuwa anamfanyia na lile la gono likamsababishia msongo wa mawazo ambao ulimtengenezea pressure. Ukweli ni hivi, huyu ndo sababu ya Dandu kufariki dunia. Huyu shemeji amefanya vitingu vingi sana. Hiki ndicho pesa ngono baina yako na mimi hapa. Unasema na nasema unasema kia. Odi. Hivi shemeji, hiki ninachokisikia mtaani ni kweli kuhusu mwanangu? Kipi? Shemeji, usijifanye hujui. Hiki ninachokisikia kinachoendelea hapa kijijini kwetu kuhusu mwanangu Sakina ni kweli? Kafanya nini? Kijiji kizima anaongelewa mwanangu Sakina. Sakina, Sakina, Sakina. Tena haongelewi kwa uzuri, anaongelewa kwa ubaya. Tetesi zinazoendelea hapa kijijini ni kwamba Sakina kamuua mmewe, yaani huyo bwana wake aliyokuwa anaishi naye. Hivi ni kweli? Shemeji, mimi taarifa hizi mwenyewe nazisikia tu. Mimi kuna mtu hapa alikuja naye kanihadisia hapa kama unavyonihadisia wewe saa hizi hapa. Lakini mimi sielewi chochote kinachoendelea. Kwa sababu Sakina toka hapa toka alivyoachana na wewe mume wake alivyokuja hapa kuja kuishi kwangu. Alivyokuja hapa mwenzake kaja akamchukua ameenda kukaa kusoma mpendana wenyewe wamekuja ameniambia wao tumependana mama leo tukaishi. Nikamwambia sawa mwanangu nenda akaishi. Lakini mimi kusema cha ukweli shemeji yangu, mimi sipojua tunakokaa. Kwa sababu mtoto mwenyewe alikuja kunifuata mimi kwamba nikapajue kwake. Sipajue anakokaa na sijui kwanza yuko wapi. Lakini shemeji, haya uliyataka wewe. Haya ndo uliyotaka. Sasa wewe unalaumu vipi shemeji jamani? Nimeatakatakaje mimi haya yote? Mimi ndo nimemnusu aenda akaue mtu huko. Kwani mimi nilimnusu aenda akakae na mwenzake akasema mama mdogo sisi tumependana twende tukaishi. Nikamwambia sawa mwanangu nenda. Sasa mimi hapo nimeatakatakaje mimi? Kumruhusu ndo tatizo langu mimi. Mimi mara ya mwisho nimekuja hapa. Tukae tujadili tuyamalize ili tusaidiane kumlea huyu mtoto. Ukanitolea maneno machafu hadi ukanitukana shemeji. Si ulifikiri nataka hivyo vimahali alivyotolewa mwanangu? Ila ulisahau kitu kimoja. Kidole kimoja hakivunji chawa.
Hukujua huko nilikokuwa shemeji, nilikuwa na hali gani, nilikuwa nakutana nini? Kwa nini sikuonekana kwa muda wote huu? Wewe kazi kunilaumu tu, ukafanya juu chini, ukanitenga na mwanangu. Hakuna mzazi anayeweza kulea mwanae peke yake. Kisasi cha ngono, watoto wa nje ya ndoa. Kisasi cha ngono, watu kulipiziana. Kisasi cha ngono, mke na mume ni vituko. Kisasi cha ngono, mwenye mume na mchepuko na wanashare mastori na namba napeana, akitoka unikoli. Mwenye mke hana maana, anaonekana mdoli. Watu wanakula nyama, yeye ndizi za mtoli. Uchonganishi na uongo ni kisasi cha ngono. Mapenzi ya mchongo ni kisasi cha ngono. Kisasi cha ngono.